Na popote ulipo mpenzi mtazamaji, ni siku ya Jumamosi tarehe 19 mwezi wa Disemba 2015. Popote ulipo, jioni njema, karibu kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Niite Ali Manzu. Moja kwa moja tumekuandalia taarifa kutoka sehemu mbalimbali za nchi ambazo tumezipa kipaumbele, lakini kama kawaida tuanze na vidokezo. Kiongozi wa Kenya Martha Karua adaiwa kupokea hongo katika sakata ya BAT, japo wamekanusha vikali. Chama cha walimu wa shule za upili na vyuo wamo mbioni kuisambaratisha tume ya huduma za walimu. Tutakufahamisha kuhusu zahanati alikotibiwa mzee Jomo Kenyatta na wapiganaji wa Mau Mau huko Lodwar. Na michezoni, klabu ya Ulinzi yashinda ligi kuu katika mpira wa vikapu. Barabara kabisa mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za KTN leo wikendi. Kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua anakabiliwa na sakata ya kupokea rushwa ya kima cha shilingi milioni 7.6 kutoka kwa kampuni ya kutengeneza sigara hapa nchini Kenya, yani BAT. Sakata hiyo imefichuliwa baada ya gazeti moja la Uingereza kutoa madai hayo kwenye mojawapo ya nakala zake hii leo. Mwanahabari Lofty Matambo anaarifu zaidi katika matukio haya mapya ambayo huenda Martha Karua aliyeng'ang'ana kulisafisha jina lake alipokabiliwa na madai ya kuwanunua mashahidi wa ICC dhidi ya naibu wa Rais William Ruto akajipata tena pale pale. Ufichuzi huo wa kipekee uliochapishwa katika gazeti la leo la The Independent la nchini Uingereza unaonyesha kwamba Martha Karua alihiari kula rushwa kutoka kwa kampuni ya sigara ya BAT kinyume na kanuni za wizara aliyokuwa akiongoza ya sheria. Kupitia kwa mpuliza kipenga Paul Hopkins aliyefanya kazi na kampuni ya BAT kwa miaka 13, Karua alipokea shilingi milioni 1.7 kupitia kwa Mary Mukinda, wakala wa kampeni yake ya urais ya mwaka 2013 kama ufadhili. Inaripotiwa kuwa BAT ilitoa hela hizo ili Martha aisaidie kupata zabuni ya kusambaza mashine za kupambana na biashara haramu ya sigara, biashara iliyofaa kupewa kampuni pinzani kwa kima cha shilingi bilioni 1.5. Inadaiwa Martha alisaidia BAT kwa kuipatia stakabadhi muhimu za halmashauri ya ushuru nchini KRA, lakini BAT ikatumia fursa hiyo kujiondolea vikwazo vya kibiashara pamoja na kukwepa sheria. Martha kupitia kwa wakili wake Gitobu Imanyara ametoa kauli ya kujitetea alasiri ya leo. Nikinukuu, anafahamu kwamba kampeni yake ya urais ilipokea msaada wa kifedha kutoka kwa bwana Hopkins aliyekutana na wanakampeni wake baadaye, na hivyo alikuwa anajiandaa kuyajibu maswali yenu ama jana jioni au leo asubuhi. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo Karua alimaliza wa 6. If you want a person you can trust to keep her word that I will fight corruption from the front, I will stop theft of public funds, and I'll make sure that the interests of each Kenyan comes first. Kauli yake hii ya kupambana na ufisadi huenda ikageuka kinaya kikubwa iwapo madai haya mapya yatathibitishwa. Mungu ana maajabu. Akalete Wetangula akakula paka sigara. Leo tumeambiwa na Waingereza huko London, Martha Karua pia wakati alikuwa waziri wa Kibaki alikula sigara. Hata walikula kila kitu, sasa wakaanza kula sigara. Kampuni ya BAT iliangaziwa na vyombo vya habari tena majuma mawili nyuma pale seneta wa Bungoma Moses Wetangula alipofichuliwa na shirika la habari la BBC kwa kupewa hongo ya tiketi za ndege ili alegeze sheria za kudhibiti matumizi ya tumbaku alipokuwa waziri wa viwanda mwaka 2012. Wetangula aliyakanusha hayo. Kwake Martha Karua hili ni zimwi jipya
baada ya kung'ang'ana kulisafisha jina lake alipotajwa na madai ya kuwanunua mashahidi wa uongo dhidi ya kesi ya naibu rais William Ruto huko ICC Hague. Madai haya yakitokea kuwa ya ukweli, upinzani huenda ukapata pigo zito baada ya wale walio mstari wa mbele kupinga ufisadi serikalini wapatikane na madai kama haya ya ufisadi wa kimataifa. Karua bado hajatoa taarifa rasmi kuhusiana na madai haya mapya ya ufisadi. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi. Na mtazamaji, tutaendelea kulifuatilia swala hilo ambalo limechipuka mapema hii leo kule Uingereza ili tupate kujua mbivu na mbichi, hususan kutoka kwa Bi Martha Karua mwenyewe. Kwingineko, kongamano la kitaifa kumradhi la walimu wa shule za upili na taasisi za elimu ya juu yani KUPPET lilifanyika huko Bungoma, huku wanachama wake wakisema wanataka kuanzisha mchakato mzima wa kukusanya saini zaidi ya milioni 1 ili kuwafurusha wale makamishna wa tume ya huduma ya walimu nchini yani TSC. Mwanahabari mwenzangu Robert Wanyonyi alihudhuria mkutano huo, na hii hapa taarifa ambayo ametuandalia kutoka sehemu hiyo ya magharibi mwa Kenya. Umekuwa ni mkutano wa awamu ya 15, mkutano wa kitaifa wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo KUPPET, ambao umekamilika hapa katika mji wa Bungoma. Na baadhi ya masuala ambayo yamejadiliwa ni kuhusu swala la mshahara wa walimu, huku katibu mkuu wa chama hicho cha KUPPET Bwana Akelo Misori akisema kwamba chama hicho kimeanzisha mchakato wa kusanya saini milioni 1 ili kuweza kuwafuta kazi makamishna wa tume ya kuajiri walimu nchini. We are going to ensure that within a short while we formulate, we engage our members, we collect our million signatures, we give it to the parliamentarians and ensure that these commissioners are sent packing. They have outlived their usefulness. Na kuhusu swala iwapo watapata uungwaji mkono labda kutoka kwa wabunge na vilevile kikatiba, Bwana Misori na vilevile mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Bwana Amboko Milemba wamesema kwamba watahusiana na wenzao katika chama cha KNUT ambacho kinawakilisha masuala ya walimu katika shule za msingi ndiposa wapate kufikia lengo lao, huku wakisema kwamba wabunge hawana budi ila kuunga mkono. And on this issue we are not talking at cross purpose. What we know is that our colleagues at KNUT are thinking in the same fashion with us. I want to assure the new minister that we are ready to work with him to jumpstart the education sector once more after the road created by his predecessor. Bila shaka walimu wamekamilisha mwaka wakisema kwamba bado wako katika mapambano ya kuhakikisha kwamba wanapata mishahara yao iliyoimarishwa na vilevile mahali pazuri pa kutendea kazi yao, manake wanasema kwamba bado serikali imetekeleza machache sana. Today we are following the presidential intervention of having a CBA within 30 days within the law guided by Article 41 of the Constitution and the Labor Relations Act. This should enable us to avoid the legal obstacle that TSC puts in our path. Kutoka mjini Bungoma nikiripoti kutoka katika mkutano wa kitaifa wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo KUPPET katika mji wa Bungoma, mimi ni Robert Wanyonyi na hii ni KTN leo. Naam, ni KTN leo weekend. Asante sana Robert Wanyonyi. Tukirudi hapa jijini Nairobi, hatimaye ule mkutano wa kimataifa wa kibiashara wa WTO ulikamilika kwa kutoa maazimio ambayo yaliwafikiana kuhusu sera za biashara. Mapema hii leo mashirika yasiyo ya kiserikali yalifanya maandamano nje ya ukumbi wa KICC wakilalamikia kutengwa na mataifa yanayokumbwa na umaskini na mataifa yanayozidi kunawiri katika kongamano la kibiashara la WTO. Mashirika hayo yamelaumu mataifa ambayo yamenawiri kwa ubinafsi yakitaka usawa kuzingatiwa. Nicholas Wambua na ripoti zaidi. Mashirika yasiyokuwa ya serikali yalikusanyika katika ukumbi wa KICC kupinga kongamano hilo kwa misingi kuwa hakuna mambo mapya yaliyojadiliwa, haswa mijadala ya kuendeleza mataifa yanayokuwa, yani third world countries. Ukulima ukiwa uti wa mgongo wa mataifa hayo, mashirika haya yanadai kuwa hakuna majadiliano ya jinsi ya kuimarisha ukulima kwa maendeleo ya mataifa yanayokuwa.
huku mazungumzo yakilenga sana sekta ya teknolojia. What the developing country was wanted is that on a permanent basis exempt these subsidies, but you will see that the agriculture text, the draft text that was kind of brought out early this morning, it just says nothing. It just says we will continue to talk. It has not moved an inch on the permanent solution. Baadhi ya walioathirika na kukosa manufaa ya kongamano hili ni wakulima wa India, huku maombi kwa mataifa yaliyonawiri kuingilia kati kwa msaada wa mataifa yanayokuwa kuimarisha usalama wa chakula yakiambulia masikio ya pamba. They should negotiate in good faith, give that the special and differential treatment to developing countries, which is being severely challenged right now, and then they should not introduce any new issues at the moment on the table, because the developing world is not yet ready for it. Mataifa yaliyonawiri kama vile Marekani yamelaumiwa kwa kuwa na mkono birika wakati wa kusaidiana kwenye miradi ya kibiashara na kulimaza hatua muhimu haswa katika kuokoa mataifa yasiyojiweza. If we have agreement on those issues, we will have a successful ministerial. Aidha, mataifa ya India, Uchina na Indonesia kwa niaba ya mataifa 47 yanayokuwa ilitaka matokeo sawa mwisho wa kongamano hili hasa kwa wakulima, ila hili halikuafikiwa. This conference has to be successful for Africa. Kongamano hilo lilikumbwa na utata wa kutoa mipango ya kibiashara hapo jana na kulazimisha mpango wa kukamilisha kongamano hilo jana kuahirishwa hadi leo. Mkutano wa jana uliendelea hadi alfajiri ya leo. Aidha, mashirika yasiyo ya serikali yameendelea kuandamana leo yakipinga matokeo ya kongamano hilo. Nicholas Omboa, KTN leo wikendi, Nairobi. Tutoke kaunti ya Nairobi, mtazamaji, tufululize hadi katika kaunti ya Turkana ambako hospitali ya rufaa katika kaunti ya Turkana iliyoko mjini Lodwar ina chumba cha kutamanika. Ni chumba ambacho kilicho na historia ya Kenya. Chumba hicho ndicho kilichokuwa zahanati alipotibiwa baba wa taifa mzee Jomo Kenyatta na wenzake 4 kati ya wale wa Kapenguria 6 walipokuwa wamefungwa mjini Lodwar. Chumba hicho kilicho nyuma ya chumba cha upasuaji katika hospitali hii ya rufaa ilikuwa zahanati pekee hapa katika kaunti ya Turkana wakati huo. Mkurugenzi wa hospitali hii Daktari Gilchrist Lokoel ametueleza kuwa kulingana na rekodi za hospitali hii, mzee Jomo Kenyatta na wenzake walikuwa wakitibiwa hapa baada ya kuugua magonjwa ya kifua kutokana na maumivu ya kufanya kazi nyingi. The place where they were being detained is nowadays called Kenyatta Line. So there was a prison that was housing the famous Kapenguria 6. Daktari Lokoel amesema chumba hicho kilichojengwa mwaka wa 1939 na wabeberu kilikuwa zahanati ambapo wabeberu walipata matibabu wakati walipokuwa wagonjwa. Mwaka wa 1959 mzee Jomo Kenyatta na wenzake Bildad Kagia, Kungu Karumba, Paul Ngei na Fred Kubai walisafirishwa kutoka Lokitang, Turkana kaskazini, mahali ambapo walikuwa wamefungwa jela. Mashujaa hao walifungwa Lodwar hadi mwaka wa 1961 wakati walipoachiliwa. It was erected in 1939 basically as one of those dispensaries to treat the British garrison officers and also members of the Kenya African Rifle Force. Hivi sasa chumba hiki kinatumiwa kuwashughulikia wagonjwa wa macho. Iwapo kuta za chumba hiki zingezungumza, zingeeleza kuhusu machungu na shida walizozipitia viongozi hao waliopigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Katika hospitali ya rufaa ya Lodwar, kaunti ya Turkana, jina langu ni Joan Leting. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye mkusanyiko wa taarifa zetu. Waziri wa zamani Franklin Bet atangaza nia ya kuwania kiti cha useneta katika kaunti ya Kericho, kiti ambacho kiliachwa wazi baada ya aliyekuwa mwakilishi wa sehemu hiyo kupata uwaziri, na mamia ya watu wanahangaika huko Busia baada ya kupoteza makazi yao kutokana na mafuriko. Mwanahabari Murimi Mwangi ametuandalia taarifa hizo na nyingine. Tunaanzia Kericho ambapo aliyekuwa waziri wa barabara Franklin Bet ametangaza nia yake kuwania nafasi ya useneta katika kaunti ya Kericho. Kiti hicho kimeachwa wazi baada ya aliyekuwa seneta wake Charles Keter
kuteuliwa kuwa waziri wa kawi na kuapishwa hapo jana baada ya kupitishwa na bunge la taifa kuhudumu nafasi hiyo. Tuelekee Busia ambapo zaidi ya familia 100 zilizopoteza makazi kutokana na athari za mvua ya El Nino katika maeneo ya Asewa huko Busia magharibi mwa Kenya wanaomba msaada kutoka kwa serikali kuu na za kaunti. Waathiriwa hao wanasema kuwa ukosefu wa maji safi na vyakula ni mambo yanayostahili kushughulikiwa kwa dharura. Kwengineko, wafungwa katika gereza la wanawake la Lang'ata walipata wageni waliowapamba katika hali tofauti kutoka katika chuo cha mafunzo ya urembo cha Unity hapa Nairobi. Huu ni mwaka wa 8 mfululizo kwa taasisi hiyo kuchukua fursa hiyo na kuwapa Krismasi wafungwa hao katika harakati za kuwafanya wajihisi kama watu wa kawaida katika jamii. Mkurugenzi wa chuo hicho Paul Kanyi amewataka Wakenya wengine kuwapa upendo wafungwa katika njia mbalimbali wasihisi wametengwa na jamii. Niseme ni asante sana kwa prison service in this country. Wamefungua jela in terms of members of the public wanaweza kuja hapa wakawaona wakawasalimia. They have family days and I want to say asanteni sana. Thank you the Kenyan government. Tukiwa bado katika swala hili la Krismasi, kundi moja la wahisani wema kutoka eneo la Kandara, kaunti ya Murang'a, limejitokeza kutoa msaada wa vyakula, mavazi na hata kupambana na wadudu wa fuza katika mbinu ya kuwasaidia wote wasiojiweza kuisherehekea Krismasi kama wengine wote ulimwenguni. Na hatimaye shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri limezindua ripoti inayoangazia matatizo ya vijana kuhusiana na misingi ya itikadi kali. Dhumni la utafiti huo uliofanywa katika kaunti 6 za ukanda wa Pwani ni kueleza matatizo yanayowashinikiza vijana kujihusisha na makundi ya misimamo mikali ya dini katika jamii. Wakizungumza wakati wa uzinduzi huo, Profesa Halimu Shauri na viongozi wengine sehemu ya Pwani waliitaka serikali kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana, kwani ukosefu wake unawapelekea vijana kujiunga na makundi haramu. Muremi Mwangi, KTN Leo Wikendi, Nairobi. Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za michezo. Kabla ya kuendelea kuarifu na yale ambayo tumekuandalia hapa nchini, kule ugaibuni yani Uingereza, hivi sasa ligi ya Uingereza ambayo inashabikiwa na Wakenya wengi inaendelea kwa sasa, na Manchester United imetandikwa magoli 3-1 kama sijakosea, huku wanacheza na 2-1 bila shaka, huku akicheza na Norwich, huku Chelsea ambao nadhani wameamua kuachana na hujuma sasa inaongoza vile vile kwa mabao 3 katika mechi ambayo pia imeingia katika kipindi cha pili. Utapata taarifa kamili kwa lugha ya Kiingereza ni kwenye taarifa za lugha ya Kiingereza. Tuendelee na taarifa za humu nchini. Klabu ya Ulinzi ya mchezo wa kikapu ndio mabingwa wa mwaka huu wa ligi kuu ya mpira wa kikapu humu nchini. Ulinzi walilaza timu ya USIU alama 75-60 kwenye mechi ya 3 ya msururu wa fainali na kuibuka na ushindi huo. Victor Odendo alitajwa kama mchezaji ama alitajwa kuwa mchezaji bora kwenye fainali hiyo. Baada ya kushinda mechi za kwanza 2 kwenye msururu wa fainali ya ligi kuu ya mpira wa vikapu nchini, timu ya Ulinzi Warriors ilichuana na USIU huku ikisaka kushinda kombe ambalo mwisho walitoa miaka 9 iliyopita. USIU walianza mechi hiyo kwa kasi, lakini muda ulivyosonga, Ulinzi wakaanza kuonyesha makali yao huku wakichukua uongozi wa alama 19-12 katika robo ya kwanza. Kwenye robo ya pili vijana wa USIU walijikaza, lakini juhudi zao zilizama baada ya Warriors kuwazidi maarifa na kushinda robo hiyo kwa alama 3 kabla muda wa mapumziko. Baada ya kuvuta pumzi, Warriors walizidi kuwapa muda mgumu wapinzani wao, huku ikiwalazimu USIU kuzoa alama 12 dhidi ya 26 za Ulinzi
ambao waliongeza ushindi wao kwa alama 56 kwa 42 katika mwisho wa robo ya tatu. Licha ya USIU kuzoa alama 22 kwenye robo ya 4, juhudi zao za kushinda mechi hiyo ziliambulia patupu baada ya Warriors kuzoa alama 19 na kupata ushindi wa mechi hiyo kwa alama 75 kwa 60 na kushinda kombe hilo walioshinda mwisho mwaka wa 2006. Finds Ngoshi under the basket. Ngoshi looking surprised to have just about to happen, and it's going to be a noisy one here. The champions of Ulinzi Warriors, KBF champions 2015. Congratulations, well done, well played, Ulinzi Warriors. Let's listen into the celebrations. Safari hatucheki na mtu. Jana tumejitayarisha, na nilikwambia ni sweep, na tukaichukua namna hiyo. There must be a loser and a winner, and they won. They won for tonight. They're the champions. We are number 2. So what to do? Victor Odendo alitajwa kama mchezaji bora wa msururu huo na kutua shilingi 25,000. It means a lot to me. At my age, at this age, it means a lot to me. Ulinzi sasa wataangazia kushiriki mechi za Zone 5 ambazo zitaandaliwa mwaka ujao na pia mashindano ya vikosi vya ulinzi. Robinson Okenye, KTN Michezo. And the first round. Na hatimaye vijana chipukizi kutoka shule ya kandanda ya Syokimau wamepokea mafunzo kutoka kwa kocha Dan Wright anayewafunza chipukizi wa klabu ya Brentford iliyo katika ligi ya daraja la pili nchini Uingereza. Wright ambaye amekuwa nchini kwa muda wa wiki moja sasa ameridhishwa na talanta alizoziona na anasema kuwa Kenya ina uwezo wa kutoa wachezaji mahiri endapo kutakuwa na mikakati muafaka ya kukuza vipaji hivyo. Timu hiyo ya mafunzo iliyoanzishwa mnamo mwaka 2010 inaongozwa na alikuwa mchezaji wa Harambee Stars Morris Sunguti ambaye aliwahi kuchezea vilabu kama vile Tusker, AFC Leopards na hata vile vilabu vya ughaibuni. Vijana zaidi ya 30 walio na umri wa kuanzia miaka 8 wanapitia mafunzo hayo. The academy structure in England is a million miles away from this, you know. At Brentford we have boys that go to the school, and the football club is at the school, so we have an indoor training facility. We have, you know, 10 outfield pitches, and the boys has a real pathway from when they come in at under 6 or under 7 all the way through to 18s, 21s and first team. So I think that's the biggest challenge, you know, with the facilities and the infrastructure to get them from here, this age group, all the way through to professional. We have a long-term project with this academy. Like I said, right now we have a kid who is going to Form 1 now. We also have some contacts where I played in Sweden and other countries. When a kid finishes Form 4 and is really talented in football, we have some clubs that will talk to them and maybe can go there and try his luck. It was a nice experience to be trained by a coach from another country, and I am happy. Yeah. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Aisee, asante sana kutazama taarifa za KTN leo weekendi, siku hii ya Jumamosi. Kesho pia ni siku, naomba tukutane tena panapo majaliwa yake Muumba hapa kwenye KTN. Mimi naitwa Ali Manzu, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wanasaidiana tunasaidiana kufanikisha taarifa hizi, nasema usiku mwanana. Kwaheri.